Na mapito gani ambayo uliyapitia kwenye maisha yako ya kawaida? Kimsingi mimi ni mtu ambaye ninajali sana mtu, yani hivyo. Kwa hiyo kwenye mazingira yangu ya ukuaji sikuwa najua dunia ya nje inasema nini kuhusu maisha, mahusiano. Kwa hiyo nilikaa na wazazi wangu, wao walikuwa wanaamini kwamba zama zile na zama hizi ni sawa. Kwa hivyo niliolewa nikiwa na umri mdogo. Kwenye ile ndoa ndo nilipata changamoto nyingi ambazo wengine wanazijua mitandaoni, wengine hawazijui maana sijawahi kufunguka sana. Kwa hiyo kwenye kukua kwangu kutoka out of wazazi ndo nikaenda kupata kovu sasa la maisha yangu, na pale ndipo nilipojifunza, nikamachua, nikaelewa na nikajua how to handle myself. Natamani kujua, umeniambia hujawahi kufunguka sana, lakini kuna vitu ambavyo au changamoto ambazo ulipitia. Natamani kujua baadhi ya changamoto hizo ambazo zimekufanya mpaka ukawa na kovu. Changamoto ambazo mimi nimekutana nazo. Wakati ninafunga ile ndoa, sikuwa najua kuhusu mahusiano. Yaani nilikuwa tu hivyo 2016 nikiwa nina miaka 17 naenda 18. Nilivyokuja tu mtu kaja, nataka nikuoe. Na mimi ni mtu ambaye nimesoma sana dini, na wazazi wangu ni watu wa dini. Kwa hiyo sawa, yani ilikuwa yes, ni sawa, nataka kuolewa. Na nilivyolipeleka nyumbani, mama yangu alipinga, ila ilikuwa sasa imeleta heshima kwa sababu kulikuwa kuna dada zangu ambao wapo juu yangu, ikawa wao hawajawahi kupata kuolewa. Kwa hiyo unataka kuiluzi hii? Hapana, unabidi tu uolewe, unajua ile. So ikabidi niolewe, na harusi ikawa kubwa sana. Harusi kubwa, sherehe, lakini badala ya sherehe sasa tulipewa vitu vingi, tulitunzwa mpaka nyumba. Sawa tukaenda kuanza maisha. Naenda kuanza na maisha na mtu ambaye simjui. Sijui unaelewa? Naenda kuanza maisha na mtu ambaye sielewi chochote kuhusu nje ya wazazi. Yaani nishakuwa nitegemezi kutoka kwetu. Kwa hiyo ninaenda kuanza vitu ambavyo sijawahi kuviona. Sasa kule ndo nilienda kupata shida nyingi, kuteseka sana, kutojua thamani ya mtu. Mwanamke ni mtu ambaye asipopata utulivu apate chochote katika maisha yake. Yaani hawezi kuchanua kama hauna utulivu. Kwa hiyo si kwamba nilikuwa niko kamili, ila nilikuwa sina experience yoyote kuhusu mahusiano. Kwa hiyo nikaja kupata mtu ambaye yeye alikuwa yuko amenizidi miaka 10 kutokea kwangu, lakini alikuwa bado na yeye kusema hana utulivu, hajui maisha. Kwa hiyo ilinibidi yani niwe mimi ndo nipambane. Sawa? Yani unakubidi unapambana, alafu unarudi nyumbani kwako unakuta malalamiko ya mama mko from down to, yani hivyo up to down. Alafu baada ya muda hakuna kitu ambacho nilikuwa sijitambui niseme. Kilini hurt kama unaletewa hadi mke mwenzio nyumbani, alafu ni mdogo. Sawa? Kwa hiyo pale sikupata elimu, nilipata elimu ya maisha. Ninapotoka pale nitakuwaje? So siku nilivyoamua kusema, nilikaa miaka 5 pale na nilipata mtoto mmoja. Niliposema inatosha, ilikuwa ni ngumu kuanzia kwa wazazi mpaka kwangu mimi. Kwa sababu nimesema leo sihitaji hii kulingana na hivi vitu ambavyo mmenipitisha. Yani mambo ni mengi, kulazwa njaa, kukosa, yani hadi unaenda kuwa kibarua wa kulima ili uweze kulisha wewe na mtoto wako. Ningalikuwa mwanaume yupo na akipata hela anaenda kuna losheni, kujichubua. Sijui unaelewa. Kwa hiyo ile ilinifunza kiuhalisia. Sasa tuachane na elimu ya darasani.
Ilinifunza kuwa mimi, kwa sababu watu wengi wananiangalia mimi sasa hivi kwenye mahusiano yao, kwenye maisha yao, lakini hawakujua hili ndio nimelizungumza hapa leo. Sawa eh? Baada ya kutoka pale nilikuwa mtu mpya. Nilikuwa nimejifunza kitu kizuri kiasi kwamba sasa hivi nina uwezo wa kuelekeza mtu hichi no, hichi yes, hichi umeachwa, embu punzika, jipe muda, relax. Hapo ndipo nilipokutana na Mariam akanipa hichi kitabu. Yeye sidhani kama anakumbuka, japokuwa alinipa hichi kitabu for free. Alinipa kitabu bila kulipa, sikulipa. Yeye hakumbuki chochote. Alivyonipa kile kitabu nikasoma. Kwenye kitabu tunamzungumzia Gertrude, lakini kwenye maisha kuna Gertrude wengi wanaotamani kuolewa. Yaani mwanamke anahesabu kila kitu kwa mwanaume. Sasa kile kitendo cha kuhesabu kitakurudisha nyuma sana. Acha kuishi kwenye matarajio. Yaani nimekaa miaka 7 then si mwanamume ananiacha. Huo ni ujinga. Yaani usikae kamwe hata kama upo kwenye ndoa. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu, lakini siishi kwenye matarajio kwa mume wangu. Na hichi ndio kinatufanya sisi tuwe na amani ndani. Yaani ninaishi kulingana na mimi ninavyotaka kuishi. Siishi kulingana na jamii, ama nimetoka kwa wazazi ambao wana dini sana. Kwa hiyo inabidi nichukue kitu kutoka kwao. Hapana. Nasimamia katika malezi mazuri, lakini nasimamia katika ukweli ambao mimi utanifanya niwe na amani. Sawa? Kwa hiyo ninachotamani kujifunza au kuwafundisha wenzangu, kabla ya kuingia kwenye mahusiano, jitathmini, jipe muda, jielewe kwanza. Yani hauna haraka kwenye maisha. Kwenye maisha hautakiwi kuwa na haraka, hasa kwenye swala la ndoa. Sio swala jepesi, sio swala la kukurupuka tu nataka au watanionaje au mpaka sasa hivi sijaolewa, kwa hiyo nitafanyaje. Ni kitu ambacho kinataka umshirikishe Mungu, ujishirikishe wewe, alafu ndo wazazi. Yaani wazazi wasiwe wa kwanza kwamba watanisemaje. Utakuja ufeli. Hauolewi na dini wala hauolewi na mtu ambaye yani tu from nowhere. Unatakiwa uolewe na mtu ambaye wewe na yeye mna same, mkikaa mtasikilizana, mtaheshimiana. Je, nikimwambia hichi atarespond vipi? Sasa hivyo vyote vinataka utulivu. Na kama hauna utulivu, hauwezi kuvipata.